mimi nafasi yangu ambayo ninayo kama ambavyo nimejitambulisha kuwa ni mwenyekiti wa mabaharia, ni kweli kabisa mimi ninawasimamia mabaharia wote ambao wanafanya shughuli zao kwenye njia ya maji, kuanzia vyombo vya mizigo na vyombo vya abiria. Ilmradi tu awe ana sifa. Na sifa hiyo ni maana kwamba wote wale ambao wanafanya shughuli hizo kwenye vyombo vyetu hivyo lazima lao wamefanya nini, mafunzo ya usalama. Na kwa bahati nzuri serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sikivu sana. Ilisema kwamba msiendelee kufanya shughuli zenu kwa mazoea. Na kweli ikaja na mkakati kwamba wale waendeshaji wa vyombo wote ambao wanafanya shughuli zao kwenye vyombo vyetu wafanye mafunzo. Na kwa bahati nzuri walifanya mafunzo kupitia chuo cha FETA ambacho kilikuja kikasimamia mafunzo ya ubaharia. Kampasi ya Kigoma kituo chao kilikuwa eneo la Kibirizi, ila sasa hivi hakipo kwa sababu kimehamia Burega kutokana na tabia nchi. Na kwa kweli walifanya mwitikio mkubwa mabaharia, walifanya mafunzo ya usalama, na kwa idadi mpaka leo ninapofika leo Kikola kuongea nina idadi ya mabaharia 100. Kwa jina anaitwa Borere Deogratias Menshi. Kama nilivyojitambulisha ni katibu wa umoja wa usafirishaji wa maboti ya abiria. Kwa sisi shughuli zetu za usafirishaji waga ni kupakia abiria kutoka Kagunga, kutembea kutoka Kigoma kuelekea Kagunga kupitia mwambao wa Ziwa Tanganyika. Tunapita pembezoni kidogo. Yaani hatuingii katikati ya maji. Na kazi hii niseme nimeianza mwaka 1996. Kwa ukiangalia mpaka leo hii unapokuja kunihoji, nimetimiza sasa miaka 28. Una uzoefu kidogo. Nina uzoefu mkubwa sana. Na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika muda wote nilianza kuhudumu kazi ya usafirishaji wa abiria sijawahi kupata ajali na sijawahi kuua. Zimetokea ajali ndogo ndogo tu, lakini namshukuru Mungu. Ingelikuwa ni magari saizi labda nishaacha kazi, nishafungwa sana kwa kusababisha ajali, lakini mpaka leo ninapoongea haijawahi kunitokea ajali aina yoyote kwamba tumeua au vipi, lakini tukisafiri tunafika salama. Lakini kazi yetu tunapopakia abiria pale ni abiria pamoja na mizigo yao. Kwa hiyo abiria kabla hawajapanda na baada ya kuwa wamepanda chombo kile huoga tunawapa life jackets. Yaani ni lazima kila abiria mpatie boya kwa ajili ya usalama, kwa sababu tunaposafiri hali ya hewa inabadilika. Kwa mfano ni juzi tu hali ya hewa ilikuwa ni mbaya zaidi. Nadhani kuna baadhi ya maboti ya mizigo yameweza kupata ajali na mimi boti langu moja limepasuka, MV Thank You Jesus, lakini alikuwa kwenye safari. Ilikuwa limepaki maeneo ya Kibirizi, bahati mbaya ile nanga ilikumbwa baada ya kupitiwa na wimbi kubwa, kwa hiyo ikawa imepelekwa nchi kavu ikapigwa na ikawa imepasuka. Kwa hiyo najiandaa kufanya marekebisho. Kwa hiyo changamoto tunaipata tu kwenye usafirishaji ni hiyo kwamba tatizo wakati fulani ni kama wakati wa masika. Hali ya hewa inakuwa inabadilika. Yaani tuseme tulikuwa kiangazi, ziwa lilikuwa shwari, sasa tumeingia masika. Yaani mvua zinapotaka kunyesha kama hazitokei, kuna kuwepo na joto, na joto linasababisha kitu ambacho kinaleta mawimbi. Mara nyingi inatokea kaskasi, itatokea Shindika na itatokea na Rukuga. Kwa hiyo juzi iliyosababisha mauaji, baadhi ya maboti kupata ajali kwenye maji ilikuwa imechanganyika, kwa sababu kulikuwa na Shindika lakini pia kulikuwa na Rukuga, yani viliingiliana. Yani unapotokea mfano Kagunga kuja Kigoma ukikutana kaskasi, kama ni kaskasi inakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu yenyewe inakurahisishia kuja, inakusukuma kwa nyuma. Lakini unapokuwa unakwenda, yani ni kama unapambana nayo. Kwa hiyo ni rahisi sana kusababisha ajali, na ndio maana kuna vituo ambavyo waga tunakwenda tunapaki maboti. Tunasubiri upepo ukipungua, baadaye tunaendelea na safari. Nije kwako mwenyekiti Isa Osama. Labda mmekuwa mkizingatia vyombo gani ambavyo vinavyoruhusiwa kuingia katika maji ili kuweza kufanya kazi za usafirishaji wa abiria, ili kuepuka baadhi ya changamoto kama hizi unakuta ajali mbalimbali zinatokea? Kwanza kabisa hakuna chombo chochote ambacho kinaweza kufanya shughuli zake za maji kama hakijapata cheti cha ubora. Na mamlaka ambayo inahusika na ukaguzi wa vyombo hivyo ni TASAC. Kwa hiyo unapokuwa umejenga boti lako au chombo chako chochote kiwe cha kusafirisha mizigo, cha kusafirisha abiria, kabla hakijaruhusiwa kufanya shughuli yoyote lazima uende ofisi ya TASAC
waje wachukue vipimo. Baada ya kupata vipimo, watakupa cheti chako cha ubora kama imethibitishwa kweli hiki chombo sasa kimeruhusiwa kuanza kufanya shughuli zake kwenye maji, iwe kwa kuchukua abiria, iwe kwa kuchukua mizigo. Wanaothibitisha chombo hicho kina ubora ni TASAC. Labda tuje kwa Nyendimeshi pia ambaye ni mdau wa masuala haya ya usafirishaji. Kuna wakati ambao nakumbuka ilikuwa ni mwaka jana, kuna kama vile hapo utaratibu ambao uliotolewa kwamba yali kwa maana kwamba usafiri wa kutoka Kagunga kuja Kigoma, manake muda ambao kumezoeleka ilikuwa ni muda wa saa 9 usiku, wakati mwingine hadi saa 10, ila baadaye ikaja ikabadilika ikawa ni muda wa saa 11 ndio mnaanza safari zenu za kutoka kule. Je, hii hapa ili mlichukulieje namna gani, yani nyie kama wadau wa usafirishaji? Yaani niseme ni taratibu tu. Yaani sisi tumekoti sheria za taratibu za usafirishaji ni tuseme ni za wakati wa utawala wa kikoloni mpaka sasa hivi sidhani kama zimeshabadilisha. Ni sasa hivi labda bunge linaanza kufanya mabadiliko kidogo kidogo. Lakini nchi yote inayoendelea duniani na iliyoendelea usafiri waga ni masaa 24. Kwa sisi watu wa maboti ndio bado tuko nyuma, lakini hata wewe ni shahidi kwamba leo mabasi yapo yanayoondoka saa 2 usiku, yapo yanaondoka saa 5, yani yanasafiri tu kwenda mikoani na hakuna shida. Kwa sisi tu ndio bado tulikuwa tuko nyuma, lakini tumefanya mazungumzo na TASAC pamoja na TPA kwenye kikao kilichofanyika mwezi uliopita. Tukamwambia kwamba sasa sisi nadhani muda muafaka na sisi kuanza safari zetu muda wote, kwa sababu nchi ili iweze kusonga mbele na tuweze kuwa na kipato kisichobadilika, lazima tufanye safari kwa masaa 24. Kwa hiyo tulikuwa na utaratibu, kwa sababu kule pamoja kwamba tuna sheria na tunataka tuondoke saa 12, lakini unaangalia saa 12 hakuna ambulance imewekwa kule na serikali kwamba mgonjwa akizidiwa ataletwa Kigoma Maweni. Sawa, hakuna boti maalum ya kusafirisha wagonjwa. Boti zetu hizo za abiria ndio hizo zinazotumika kusafirisha watu ambao wako mahututi. Kwa wakati fulani tunalazimika kuondoka muda huo wa saa 9 kama kuna abiria ambaye anaonekana hali yake mwananchi ambaye amezidiwa na hana uwezo wa kodi boti, kwa sababu kodi boti kutokea Kagunga kuja mjini ni gharama kubwa. Kwa hiyo na taratibu zetu sio tu maboti, kama mtu yuko mahututi huwa hatumtozi kwenye boti. Yaani yeye mwenyewe tunamsaidia, tunamleta, akifika pale kitakachofanyika ndugu zake watatafuta usafiri kwa ajili ya kumpeleka wapi? Maweni. Tofauti baadhi ya wadau lakini wanaamini kwamba yani muda ambao mliokuwa mkitoka labda tuseme Kagunga au iwe Bugamba, kwamba hata kama ikiwa ni saa 9 yani labda hapo usiku, lakini yani mnatoka saa 9 lakini mjini mnaingia saa 4, ila nao sasa hivi mnatoka saa 11 lakini saa 4 pia hapo mpo mjini. Je, ni kutokana na nini hasa labda? Hapana, nadhani kuna watu wanajaribu kupotosha ule ukweli. Unajua maboti yetu ni tofauti na magari. Yaani ukichukulia umbali wa kilomita 49 zilizopimwa kutoka Kigoma kwenda Kagunga, kama ni gari inatembea kwa muda wa saa 1. Yaani ni saa 1 tu. Yaani ni umbali wa kutoka Kigoma tu Ilagara. Lakini kwa sababu ni boti, yaani boti haliwezi kuwa na kasi kama ya gari. Na bahati mbaya miundombinu ya majini sio miundombinu ya nchi kavu. Kwamba mle kuna wakati kama nilivyokuambia kwamba mawimbi yanatokea, hali ya hewa inabadilika, lakini pia unaweza ukatembea labda dakika 5, abiria mwingine akaita na wewe unatafuta pesa. Uwezi kumwacha, ni lazima uegeshe kituo kile. Yaani mpaka boti linaenda kuzunguka na kupaki. Almost unatumia dakika 10 au dakika 5 pamoja na kupanda kwake. Hata hizo dakika 5 ni chache, tuseme 10. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba unatoka Kagunga kwa sababu vituo ni vingi na kila mtu anataka afanye kama vile gari, na sisi tumejaribu kurahisisha kwamba ukitokea Rusoro mpakani kabisa pale ndio kituo cha kwanza, lakini ukitoka pale unakuja kituo kingine kinaitwa Makombe. Ukitoka pale Makombe unakuja Mrama. Ukitoka Mrama unakuja Kahono. Kahono kulikuwa na kituo cha msikitini tumeamua kwa sababu viko karibu. Kwa vyote hivyo ukiangalia vikiwa karibu unapoteza muda. Lakini ukitoka hapo Kahono unakuja Kagunga namba 1 ambapo ndio uwanja mpira ulipo. Ukitoka hapo unakuja Kigunga. Ukitoka hapo unakuja Mkwale. Ukitoka Mkwale unakuja Mwibore. Na pale Mwibore kulikuwa na vituo viwili, tumeamua kulikuwa kimoja sababu mwingine kwa anasimama kwa Rajabu Malembeka, mwingine anaenda mbele kidogo pale kwa mwenyekiti anasimama. Kwa hiyo tukaona hapana tuegeshe kwa Rajabu Malembeka sababu hata kama hali ya hewa sio nzuri ni rahisi sana kuingia. Lakini ukitoka hapo unaenda Ngonya unaenda Rugonzi Misemere. Kabla hujafika za Shemtoni kuna kituo hapa
ambapo ni kabla hujavuka mto. Kulikuwa na kituo na ambacho watu wengi wanakituo, sababu kutoka Misemere kwenda Zashe kabla hujavuka mto kuna umbali kidogo. Kwa hiyo tumeka kituo kingine pale ambao tunachukua abiria. Lakini kutoka pale unakwenda Zashe. Kwa ukianza kutembea na kupaki, ukichukulia kwamba kuna sehemu unaweza kukuta watu labda 20 wanasubiri boti, labda na mizigo mpaka muipakie mmalize dakika 15, dakika 20. Kwa hiyo tunajaribu kuibia ule muda wa saa 9, saa 9:30 au saa 10 ili mje mfike at least Kigoma saa 3 au saa 4, na ndio muda tunaingia.